Barakatu. Alhamdulillah ndugu zangu, leo tupo katika kijiji cha Lumesule. Kijiji cha Lumesule ambacho kilikuwa na mti wa ajabu, mti ambao ulisumbua sana raia katika maeneo haya, lakini baada ya kuja Sheikh Sharifu Rasuli akaukata ule mti kwa dua maalum na makarama ambayo amejaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hapa tupo kwa ajili ya ushuhuda ya watu wale watatu ambao ni wenyeji wa Lumesule wakiwa kama wazee wa Lumesule. Mzee, unasemaje kuhusu mti na ni nani ambaye alikuja? Maana sikia story kwamba kuna mtu alikuja alishindwa kukata mti. Inakuwaje tatizo lake? Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah ni kweli kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, hapa palikuwa hapana mti ambao ulikuwa upo karibu na maeneo ya ofisi hapa. Aliwahi kufika hapa Sheikh Swalih Naleke akawa amezungumza mambo mengi sana akishirikina ambayo yamejaa hapa ndani ya mji wa Lumesule. Naam. Lakini mwisho wa siku akaongelea mti ule kwamba una mambo maajabu sana ya na hapa huo mti manake nyinyi mlikuwa mnaona athari zake kabla hujakata. Huo mti tulikuwa tunakaa nao tu, lakini hatuelewi. Kwanza mti wenyewe ulikuwa hautoi matunda, hauzai, lakini ulikuwa unafugwa tu na ulikuwa hauna kitu chochote kile. Lakini mwisho wa siku ule mti ulipokuja kuambiwa kwamba mti wa kishirikina, tulishindwa kujua kwa sababu sisi hatujui chochote na hatuelewi chochote. Lakini mwisho wa siku alipokuja kutoka yule Sheikh Swalih Naleke ambao alikuwa maarufu Swalih Naleke alikuja, alishindwa kufanya tukio, lakini baadaye akaja Sheikh Sharifu Rasuli. Katika kufika hapa, katika kupokea mapokezi yake, kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wamepata matatizo, lakini alikuja kuwatibu kwa kupitia dua zake na makarama aliyopewa. Aliwasaidia pia watu kutokana na magonjwa yao. Lakini baadaye pia akaja akatoa kauli ya kusema kwamba pana mti hapa ambao upo kishirikina, na kweli upo. Mpaka huo mti ulikwenda wa China katika kutengeneza barabara, walioshindwa. Ina maana unaniambia kwamba walikuja wa China hapa kuja kutengeneza barabara, na ndio maana barabara hapa katika hii mikono fulani kwa sababu ya huo mti, kwamba walishindwa yaani wamekuja na vyombo vyao, vyombo vinataka kung'oa ule mti, lakini vyombo vinashindikana, vinavunjika vile vyombo, mpaka mtu akauacha kama ulivyouacha, barabara wakapitisha kwingine. Vyombo vilikuwa vinavunjika, vyombo yani meno ya vile vidude inavunjika, mti unashindikana. Lakini mwisho wa siku akamaliza barabara, mti akauacha. Lakini alipofika Sheikh Rasuli akaongea kwamba mti unawezekana ukatoka. Baada ya watu waliposema kwamba mtu unaweza kutoka, wakafikiria kwamba leo Sheikh Rasuli atausomea dua ukapakatika, lakini hapana, bali aliomba dua ukawezekana kukatikana mtu, kwamba ilitoa cheniso kutoka kijiji jirani, na watu wakafika hapa wakachangiana wenyewe, wana kijiji wa hapa. Ikaanza kazi ya kukata cheniso. Ilianza kama majira saa 8 inaenda saa 9, lakini cheniso ilifanya kazi, ilikwenda inakaa na kufa, zinatoka cheche, wakati ni mti mmoja ambaye ni mng'ondo. Niambie, cheniso ilikuwa inatoa cheche, kwamba inaonekana kama kulikuwa kuna miti au kuna vyuma mule ndani au mawe katika ule mti, mpaka cheniso ikawa inaharibika. Tukawa tunakwenda tunatengenezwa tena, wanachukua vitu vile wanatengeneza cheniso, na palikuwa pana nguzo ya umeme. Lakini kwa jinsi imani ya washirikina walivyokaona, wakasema kwamba watakatengeneza mazingira kusema kama utaanguka mti basi uanguke na watu waue watu. Mwisho wa picha ionekane Sharifu Rasuli amekuja kuleta majanga, lakini kwa uwezo wa Allah Sharifu Rasuli alisoma dua mpaka inafikia majira kama saa 11 na saa 12 jioni, kutokea saa 7 Sharifu Rasuli akaomba dua akatuacha. Mimi nilikiwepo kama mmoja wapo wa kufuatilia hayo mazingira ya kutoa hiyo cheniso. Na wewe pia kumbe ulishuhudia katika? Na mimi ndio nilikuwa nashuhudia, nilikuwa nafanya kazi hiyo. Sasa leo mimi niseme tu kwamba nashukuru sana kwa mahojiano wako mafupi ambayo umeeleza kuhusu mti wa Lumesule na jinsi ulivyokuwepo, ukiwa kama wewe ni mzee wa hapa. Sitakuoje sana kwamba watu waliponaje, kwa sababu sasa hivi muda umekwenda, sasa hivi ni saa 12 hii, lakini tupate ushuhuda kutoka kwa Sheikh hapa, naye pia anazungumziaje kuhusu swala la mti ulikuwa unatia kero kiasi gani katika maeneo ya Lumesule, na wewe ikiwa kama mkazi wa hapa pia ulifurahika vipi baada ya kumoja Sheikh Sharifu Rasuli amefika na akakata huo mti kwa dua maalumu? Ulifurahika namna gani, na watu vipi shamla yao baada ya mti kufa? Nashukuru Mwenyezi Mungu. Na kusema kweli Sheikh Sharifu ametusaidia kwa kutosha, kutokana na mazingira jinsi huu mji ulivyo Lumesule hauko sawa. Na nasikia kwamba historia kwamba hata biashara zilikuwa zifanyika katika huo, yaani baada kutoka mti na watu biashara na mabanda akaanza kuyaweka, mabanda yanajengeka, mabiashara yanafanyika. Lakini sababisho kubwa ulikuwa mti ulikuwa unasumbua sana, kwa sababu mti ulikuwa ndio kwa shiriki kati ya mkoa wa Ruvuma na mkoa wa Mtwara. Maana yake mikoa miwili kumbe ikishirikiana katika kazi hapa. Ina maana kule naye kuna mti kule Mbuyu huko Mkowela, na hapo ulikuwa kuna Mbuyu. Na huyu shehe alikuwa anauzungumzia mti. Nashukuru Mwenyezi Mungu akatujalia
kutusaidia ili kuja kuondoa mti, na kweli mti ulikatika kwa kazi. Naam. Kama alivyoongea mwenzangu Cheniso hapo, zilikuwa zinakufa. Mti ulikatika wote, uliisha, lakini unayumba. Naam. Unaona, unashindwa kuanguka. Saa 2:30 nikimpigia shehe wangu ambaye shehe ndicho ameondoka saa 12 kama mida kama ameenda Mangaka kurudi. Naam. Baadaye ninampigia simu namwambia shehe, ule mti umeshaanguka. Je, hujaasiri? Hujaasiri. Subhanallah. Nashukuru sana. Lakini kupitia na mazingira huu mti ilikuwa sehemu ya hifadhi. Sehemu ya hifadhi kivipi? Kizungumzia sehemu ya hifadhi. Kwa hifadhi kwa watu washiriki. Washirikina ndio wakihifadhi vitu vyao. Na nasikia hata pesa ilikuwa ukifanya biashara hapo ukipita hapo mamiminia pesa zao zote. Ndio hivyo, hata kwenye magari ile siku ambayo imefanyika tukio hili joto lia watu na magari yote ya Dar es Salaam sijui ya wapi walikuwa wanatoa zawadi. Ulipata karibu hapo kama 200,000 nao 300,000 nao. Subhanallah. Zawadi, yani mtu jinsi unavyotoka. Yani wao walishukuru sana. Walifurahi.